Na mwana michezo, karibu sana mwana michezo. Baada ya mchezo wa Young Africans na Namungo kumalizika, tuko katika viwanja vya KMC, tunakuja kuzungumza kwa michezo. Tuko na Dau Kasomba, tunazungumza dakika 90 zimeendaje, lakini pia X Factor ambaye ametambulishwa hapa uwanja wa KMC tutamzungumzia kidogo, na aliyeondoka Alan Okello tutazungumza, na Simba Sport Club wanalalamikia uwanja wa mazoezi tutazungumza. Kwema kama kawaida, fresh, alhamdulillah. Dakika 90 zimekuaje za mchezo wa Young Africans na Namungo? Dakika 90 zilikuwa za kugawana matukio. Kwanza 45 za kwanza niwapongeze Namungo chini ya Juma Mgunda, walikuwa na nidhamu nzuri sana ya ulinzi, kwa sababu walifanya marking ya kutosha, waliwaachia Yanga wacheze mpira, lakini wao wabaki kwenye maeneo. Lakini tazama namna ambavyo Yanga wakati wapo katika hafu ya Namungo, wao wote walikuwa wanarudi. Kwa ukiwaona Yanga wapo katika eneo lao kwa ajili ya kujilinda, automatically Namungo tayari wanakuwa wameshafika. Kwa hiyo Namungo walikuwa wakionekana katika eneo la Yanga wakiwa wanashambulia, hawana mpira, wanakaa katika maeneo yao yote, wanakuwa wameziba ile mianya, kitu ambacho kiliwapa changamoto Yanga. Hawajui wapite kutumia flanks kwa upande yani wa yao au boka au kupita katikati, kitu ambacho kiliwagharimu vizuri sana. Nipende namna ambavyo Juma Mgunda alivyowastadi Yanga, na kama ulitazama ile press conference ulimsikiza vizuri kocha Mangoba, alimzungumza namna ambavyo anavyomfahamu kocha Mgunda, anavyoifahamu timu yake ya Namungo FC. Kwa hiyo kitu ambacho Namungo waliwin. Unajua mpaka mpinzani anajua kwamba wewe uimara wako uko katika eneo 1, 2, 3, jua kabisa wewe uko vizuri. Kama haupo sawa, mpinzani anajua kabisa mimi nikipita hapa Abushiri na Muini, nikipita hapa Abushiri na Muini. So kipindi cha kwanza walikuwa wako vizuri sana, lakini mkubwa ni mkubwa. Inakuja second half, mwalimu akaona kuna changamoto. Sababu ya kwanza tu kumtoa kama sijakosea ni Casemiro, anatoka anakuja kuingia Mudathiri. Haya tuliona mabadiliko, Yanga wanapata bao, lakini pia hata nafasi ambayo ameipata Maxi, kulikuwa na kashikashi ambayo pia mpira nahisi aliupiga Mudathiri, akaja baadaye akaunganisha Maxi na baadaye likatokea goli. So to me ilikuwa ni tukio zuri sana kwa makocha wote wawili kuwasoma wapinzani, lakini pia vile vile kuja na mbinu ambazo pengine wangekuwa very compact. Good enough. Yanga ametoka kifua mbele, bao la Shalulile na mimi limemrudishia confidence, kwa sababu kuna nafasi kadhaa amekosa. Rejea mechi ya Ngao ya Jamii, yeye na goli anapiga, anapeleka pembeni, anashindwa kuzifumania nyavu. Kwa hiyo bao limemrudishia confidence. Alafu watu wanasemaga form is temporary, class is permanent. Daraja la Shalulile limeonekana, amekosa nafasi nyingi, lakini nafasi moja ile pasi mkaa ambayo amepiga defender wa Namungo ama kuchelewa kumesababisha kuadhibu. So wameanza vizuri. Wamezungumzia swala la Simba kuhusiana na uwanja. Kwangu mimi nitawapa lawama Simba, kwa sababu waliwezaje kupata sehemu ya kufikia wakose kupata sehemu ya kufanyia mazoezi, si ndio? Inafahamika, inabidi wae mapema, hata kabla timu haijafika inatakiwa mtu wa uratibu awahi kufika, afanye taratibu zote ili kwa ajili ya kuweza kufahamu timu itakaa wapi, itafanya mazoezi wapi. Simba sio mara ya kwanza kwenda kufanya ama kucheza mechi kule mkoani Kagera, Bukoba, sio mara ya kwanza. Nyakati hizo zote walikuwa wakienda. Kwa mimi siamini kwamba eti Kagera nzima Simba wamezunguka wamekosa viwanja. Kile wamekuwa wakipeleka lawama kwa viongozi. Lawama gani? Kwamba viwanja vibovu, wachezaji wameshindwa kucheza kwenye viwanja vibovu. Mara kadhaa amekuwa akienda huko, lakini pia mimi yani hizo sababu ni za kawaida sana. Yani kwangu mimi siwezi nikakubali eti kwamba wamekosa viwanja ndio watu wasicheze mechi. Simba wafanye mazoezi, watafute namna ya kufanya, watafute uwanja wafanye mazoezi ili tuwaone uwanjani. Watatudhulumu sisi wadau wa mpira, tunataka kuiona Simba alafu tuambie eti kwa sababu wamekosa uwanja kufanya mazoezi basi wasiende uwanjani. Hapana, wanatuonea. Kiwango cha mfungaji wa bao la kwanza Boka kimekuwa gumzo sana baada ya kuwa na mchezo mzuri kwa siku ya leo. Pengine una kipi cha kuzungumzia? Amefanya kitu kizuri. To me
Amefanya kitu kizuri, yani makosa yapo, cross nini, kasoro ndogo ndogo hazikosekani, lakini amefanya kitu kizuri. Kwanza bao lile ambalo limewaamsha Yanga, wameona kumbe inawezekana na Mungu, kwa sababu alikuwa pengine kama watakosa pointi 3 basi walau wapate pointi 1. So kiwango chake ni kizuri, lakini pia kuna maswali kwa watu ambao wanacheza wote nafasi moja kwamba wajitathmini. Yeah. Nafasi mtu ambaye anaona nafasi kubwa sana ni Zimbwe Junior, akionekana kukosa kabisa mchezo wa leo. Pengine performance ndio ambayo inaamua. Unaiona wapi nafasi ya Zimbwe kwenye klabu ya Yanga kwa sasa? Nafasi ipo bro, kwa sababu Boka hawezi kucheza mechi zote. Umeelewa? Na Zimbwe hawezi kucheza mechi zote. Na kila mechi ina approach yake, mwalimu anakuwa na plan yake. Pengine mechi ya leo plan ilikuwa imebezi zaidi kwa Boka. Inawezekana inayokuja pengine plan inaweza ikalala kwa Mohamed Hussein. So yote atakayecheza katika nafasi ile wote ni wazuri, kwa sababu Boka mchezaji wa Yanga ana uhalali wa kucheza Yanga, Zimbwe mchezaji wa Yanga ana uhalali, lakini pia ana kazi ya kumshawishi mwalimu Mohamed Hussein. Zimbwe ana kazi ya kumshawishi mwalimu katika kiwanja cha mazoezi kwa ajili ya kuweza kumwamini zaidi. X Factor ametambulishwa ni Aziz Ki tena. Pengine